Habari Mbafu Destroyer. Unaongea na Mosiria. Mbona unasema ati mimi nilikuchia? Let me ask you. Mimi nilikulipia gym. Na nikakusort kila kitu mpaka nikalipa trainer. Then why naona video zinatoka saa hii ati Mosiria alikuitisha 200,000? What for? No, the guy which came with my manager. Your manager ndiye alitoa hiyo story? He was the one who came up with the story. Even he was the one he was the one who even told Obina the story. And he even told me to be cautious. Yeah. Let me tell you this. I can even add him to the call. Nilipa coach ama sikumlipa bro? You paid. I paid. When you are going to from one media to another saying Mosiri yako kusaidia bro, sasa hiyo si ni kuniharibia jina. Kweli. So when you go to media and mentioning that Mosiri promised to get a coach, did not materialize. No, they have just exaggerated. You know, I went out of my way to help you, and I did the part which I told you. I'll pay the coach, I will pay the gym, but when you go you say that haiku materialize na ulienda ukatrain ama ukwenda huko ukatrain. I just went like I went. I'm so sorry. The human beings are made for errors, right? Sasa habari yako? Naongea na babake Mbavu Destroyer. Yes, unaongea na babake Mbavu Destroyer. Sasa naomba uongee na kijana kwa sababu aliacha kuenda training pale. Mara naingia kwa mitandao akianza kusema ati Mosiri yako mlipia. Mzee wewe mwenyewe ulikuja ukajionea. Si ulifika pale mpaka tukaenda mpaka kwa gym mpaka mahali ana train kwa boxing. Tulienda. Basi mwambie kijana wako akiitwa interview acha kuniharibia jina mimi. I don't like watu wenye wanaenda wakiongea kwa mitandao wakichafulia wengine jina. Na mbona anaenda mara anasema ati nimemuitisha 200,000. Mimi namuitisha pesa ya nini na mimi mwenyewe nimemlipia? Ya nini namuomba? Namuitisha ya nini? Siku ya kwanza si ndiye alikuja akasema kuna watu walikuwa wanasema si ulimuitisha, tulikuwa na wewe kwa pale kwa meza. Wakati tulikaa na yeye. Mimi kama Mosiria nilimuitisha 200,000 ama akilipwa anipe 200,000 mzee ulikuwa pale. Tulikuwa, lakini wakati alikuja ulikuwa ushasikia hiyo maneno ndio akakwambia naye pia hakuwa anajua pengine huyu manager ndiye alikuwa amechora hizo vitu, yeye hakuwa na ufahamu yote kuhusu jambo kama hilo. Let me just explain it to you, sir. Like I was shifting the other day. So you told me to call Swale in case of anything, right? So on that night, I was actually stranded and I called Swale. And I told him that I had already took a pickup guy. And I have already packed my things. So I actually told Swale, if you actually have 2K, you can assist me with. So that I pay the pickup guy because I have already paid the house, right? So actually, like Swale told me, just wait for a second, then I'll get back to you. Yeah. Even Swale himself talked to the pickup driver. On that day, I actually waited. Till today, I'm still waiting. So, like I just decided, let it be. Let me just focus on other things and train from home because the expenses. And I also didn't want you to spend that much on me, you know. Yeah. So, did you call me? No, I didn't call because you told me in case of anything. I told you to call Swale. If Swale did not sort you, did you inform me? No, I didn't call you, sir. So, if you didn't call me, personally, me, no, you are okay. You came with your father. I showed you where the gym is. Like even my dad asked me. Even my dad asked me if Mosiria, like if Honorable Mosiria asked you to contact Swale in case of anything. What if you were in danger and then you contacted Swale and this was the response? What would you have done? Let me ask you. Yeah, sure. In the absence of, if Swale was not sorting your problem, what were you to do? I was supposed to call you, sir. Did you call me? No, I didn't do that. When you go to media and mentioning that Mosiria promised to get a coach, did not materialize. No, they have just exaggerated. You know, sometimes people also do it. I did my part. Let me tell you. I did my part. I got you a coach. And I really appreciated that, I sir. got you, I paid for the gym. Yeah, sure. And I even told you we are willing to get you a house near to the gym
where you can be walking a walking distance. The other day I went with the guy you told. The other day I went with the guy you told to look for me a house. Already he told me he had gotten the house. You went? The environment wasn't even that. Like you could have even just went there yourself. You could have just said this or no. Okay? Because even he, like PIA, he knows that their Palevo boys are so rude, first of all. Drug trafficking, second. Alcoholism. So can you stay somewhere like that? Okay. Did you give me that feedback? No, I actually told him that I can't stay here. I told him like because I was with my dad. Did you give me the feedback? No, I didn't, because I knew he had already given you, because he's your right-hand man, sir. Boss, when I send someone with you and you are not satisfied, you are supposed to call me. Okay, that one I wasn't aware of. That. Let me answer on this call. Okay. Because sitaki ukienda kwa interview na niharibia jina, bro. You know, sure, media will pick anything. Yeah. I did my part. Nilipa kocha ama sikumlipa, bro? You paid. Okay. Because when you are going to from one media to another saying Mosiri yako kusaidia, bro, sasa hiyo si kuniharibia jina. Kweli. I went out of my way to help you, and I did the part which I told you. I'll pay the coach, I will pay the gym, and we agreed. I was even willing to get you a house near the gym. When you went with my people there, if you were not satisfied, you should have come back to me uniambie nyewe, huyu jamaa mahali amenipeleka hiyo nyumba ijafanya nini? Ija nifurahisha na unieleze hizo. Ndio nataka kueleza. Maybe you didn't know at the moment, but what I want to tell you is this. Yeah. You should have told me this is the feedback. Okay. Kwa sababu sasa when you are moving around, si watu wanasema ni kama Mosiri alikuwa tu anakutumia for PR. Si hiyo ndio watu watasema. But I did my part. Like I promised. So please, but I'm requesting. Okay. When you are going to any other interview, know how to put your words. Okay, hadi sasa. Yeah. Usileta hata useme ulikosa fare ya kufika kwa gym mali nikulipia, people will come out and support you including me. But when you go, you say that haiku materialize na ulienda ukatrain, ama ukuenda huko ukatrain? I just went, like I went. Please, wache kwa hivyo. But still, the room is, the opportunity is still there. The payment has been made. Okay. You can always go there and utilize it. But if you have gotten a different trainer, it's okay. Okay, I'm sorry, sir, on my behalf, actually. I'm so sorry, sir. Human beings are made for errors, right? Sasa, asante sana, but I did my part. Okay. Na the offer is still there, and sababu mwezi haija expire. Yeah, sure. So, please, wacha to maintain hiyo respect tumekuwa nao mimi na wewe. Isionekane kwamba mimi nilikutumia. Mimi sijakutumia. I did my part. Yeah. And I was willing even to get you a house near the gym, of which, if you went with that person I gave you, and you didn't like it, you were to give me the feedback, because the person said you refused. You said you have already gotten another house. So how was I to come again and say that now you can move to this place? Si already mimi nimepata jibu kwamba umesema uko sawa. Hata mimi nilisema kama amesema ampata nyingine, basi ni sawa. Yeah, sure. I'm so sorry, son, my dear. Kwa sababu hata so please, niyo tu. Na I wish you all the best, na bado we shall continue supporting you. Okay, I still had my promise to you, sir. That's gonna work out. Yeah, usituangushe. Sasa lazima. Okay. Okay, have a good night, sir. Okay, pia wewe. Habari yako? Nzuri sana. Naongea na Babake Mbavu Destroyer. Yes, unaongea na Babake Mbavu Destroyer. Yeah, unaongea na Mosiri. I think tulimit pale kwa gym, mali nilipia kijana yako. Yeah. Na nikampatia trainer. Yes. Kisha tukamlipia, nilikuwa nimlipie nyumba, akasema yeye ishi hapo karibu. Yes. Na niliona alitoka, sijui kama alikueleza kwamba amechange trainer. Hapo sijajua kwa sababu hatukai naye karibu.
sababu mali alikuwa ameenda Amsa, ajua nilikuwa nimemlipia nusu huko, nikampa pesa, alienda kalipa. Baadaye akaasula akaenda akamalizia. Kwa hivyo sasa hivi hatuko naye karibu. Hapo awali nakumbuka mkisema manager mwenye alikuwa na yeye alikuwa mtapeli, si ndio hivyo? Yakuwa hajakuwa na manager. Ule manager walikuwa na yeye mwenye walikosana. Kuna manager kuna kijana alikuja akajiongelea manager au kusana any agreement, sasa ndio akamwacha. Sasa naomba uongee na huyo kijana kwa sababu aliacha kuenda training pale. Mara anaingia kwa mitandao akianza kusema ati Mosiri hakumlipia. Mzee wewe mwenyewe ulikuja ukajionea. Si ulifika pale mpaka tukaenda mpaka kwa gym mpaka mahali ana train kwa boxing. Tulienda. Basi mwambie kijana wako akiitwa interview acha kuniharibia jina mimi. I don't like watu wenye wanaenda wakiongea kwa mitandao wakichafulia wengine jina. Na akiendelea hivyo, ile ni hiyo tabia. Hata Mungu hata mpatie ile ushindi tulikuwa tumemwombea apate. If that's the kind of a person he is, he's behaving like an opportunist now. No, he's not behaving like that. Then, mbona anaenda mara anasema ati nimemuitisha 200,000. Mimi namuitisha pesa ya nini na mimi mwenyewe nimemlipia? Ya nini namuomba? Namuitisha ya nini? Siku ya kwanza sisi alikuja akasema kuna watu walikuwa wanasema si ulimuitisha, tulikuwa na wewe kwa pale kwa mesa. Wakati tulikaa na yeye, mimi kama Mosiri nilimuitisha 200,000 ama akilipwa nipe 200,000 mzee, ulikuwa pale. Tulikuwa, lakini wakati alikuja ulikuwa ushasikia hiyo maneno, ndio akakwambia naye pia hapo anajua pengine huyu manager ndiye alikuwa amechora hizo vitu, yeye hakuwa na ufahamu yote kuhusu jambo kama hilo. So naomba waambie kijana wako anapoitwa kwenye interview za media avoid kutaja jina la Mosiri. Mimi nilifanya ile yenye Mungu alinielekeza nifanye, na akiendelea hivyo hata hiyo nyota anaweza pata ikizima tu. Unajua atapata akizima nyota yake kwa kuongea watu vibaya. Unajua wale watu wanaongea watu vibaya sometimes unaweza fikiri unaharibia mtu jina ndio yako ipande, unapata ule mwe unajaribu kuharibia yako ndio inashuka zaidi. So mwambie akue serious, focus na training. Aache hivi vitu ya interview kwenda kunitaja hiyo inanikosea heshima. Ananikosea heshima. Umefanya vizuri kuniarifu, sikuwa najua. Wacha sasa nitamtafuta kwa simu kwa sababu ataanza mimi niko kwangu ni niongee naye. Sasa mzee, watu wasema jungu kuu alikosi mosi. Wajua mtu mzima ako na maarifa kushinda yule mtu mdogo. Ndio maana nimekupigia kama babake. Kwa sababu kijana ananiharibia jina kila interview anaitwa. Kusema mara siji Mosiri anamuitisha pesa, mara anasema Mosiri hajamsaidia. Wewe mwenyewe tumeenda mpaka kwale kwa gym. Na nikamwambia mimi nimemaliza paki yangu, nimekuwa hand over kwa trainers mpaka nikalipa. Sasa jagani anatembea kila media house akiongea Mosiri hajamsaidia, Mosiri amemuomba pesa. Hebu sikiza sasa ile kitu nafanya. Kama msasi I apologize sana kwa niaba yake hiyo. Sawa, kwa hiyo tafadhali mwambie mimi ni mtu wa heshima na mimi sina njaa. Mimi nimetosheka na ile kidogo Mungu amenibariki nayo, na ile nyingine amenipatia yenye mezidi ile yenye nahitaji, nasaidia nao watu kwa street. Na wakati nilimuona hakuna mtu amejitokeza kumsaidia, nilijitokeza kumsaidia. Nikamlipia, lakini asione kwamba unajua ile nyumba umehama, usienda haja kubwa ama ndogo ndani, unaweza kosa kule kwingine unaenda upate unahitaji hiyo nyumba. Wazee wanasema msahau kwao ni mtumwa. Ukisahau mali umetoka kwenu, kweli kama mtumwa. Sasa sije akasahau mali umetoa hapo akafikia pengine penye naenda ni kuzuri. Ndio nakuomba kama mzee wa heshima uingililie kati na umadvice. Sasa nitampatia advice. Acha leo hii nitashughulikia hiyo maana sijajua kwa sababu hatuko naye. Sawa, asante. Hata sasa ndio nimeingia kutoka kibaruani, sijakuwa naye karibu kwa muda kidogo. Sawa, asante. Haya, karibu. Yes, how are you? Fine. Yes, habari mbafu destroyer. Unaongea na Mosiri. Now, I thought we talked yesterday, we agreed. Ukienda interview acha kuniharibia jina. Let me ask you. It was long time ago, sir. But mbona wanasema ati mimi nilikuitia? Let me ask you. Mimi nilikulipia gym. Na nikakusort kila kitu mpaka nikalipa trainer. Wewe mwenyewe ulisema uweze train huko for your own reasons. Then why naona video zinatoka saa hii ati Mosiri alikuitisha 200,000? What for?
guy which came with as my manager. Your manager ndiye alitoa your story? He was the one who came up with the story. Even he was the one he was the one who even told Obinna the story. And he even told me to be cautious. Yeah. Let me tell you this. I can even add him to the call. That's why I'm telling you. I don't want you to add him. Just know that I'm not happy. This is a video I've just seen myself. Now talk to me your link. Which ndio nakwambia boss, I'm one person who is mi niko na pesa yenye inanitosha ya kulisha watoto wangu na ya kusaidia watoto kutoka kwa street. But hii clip naona and hata hiyo link itakutumia very recent imepostiwa, ambayo wewe mwenyewe umeongea kwamba Musiri alikuitisha do. So I want to be honest with you. Talk to me your link. The other day Musiri alichukua, I'm not lying about it. Umeona hii? And I had the deal. Mimi almost 200,000. Atuiada deal nilikuwa nataka almost 200,000 ndio takuita. My dream. Unaona bro? Because my dream, unajua dream ilikuwa ni okole mali. Hii nini? Unajua SSTV Kenya? The other day Musiri alichukua, I'm not lying about it. Nataka usikie. And I had the deal. Alikuwa nataka almost 200,000. So I had to quit. Okay. So that I can maybe do the dream, my dream. Why did you quit? Because my dream, unajua dream ilikuwa ni okole mali. Sasa Mbavu, wewe ni kijana mdogo unajilea na uko na career. But remember also, when you go to the media interviews, mind about what you say, how you say it. Because Musiri is not a small. Mimi ni civil servant. Mimi ni mtu ambaye natumikia wananchi. Wakati unanipaint kama corrupt person na tumekuomba pesa na at 200,000, umeenda hapo umeongea tu openly ati mimi nimekuomba 200,000. The other time when you are talking, ndio nakwambia hivi kwa heshima. Na nataka hii ni simu ya mwisho nimekupigia sababu hii ni interview recent, wewe mwenyewe ndio umeongea, si manager wako ameongea vile umepapota hapo wale. I want you to do this. You are a young person. You have a career. Please, kwa heshima. Focus on your training. Because Majembe is also training somewhere. Also focus on winning. I want you to win. And I don't want any single coin from you. I paid for you, the gym and everything. But since you said you are not okay because of the location where you live, I did my part. I kept my obligation. And I'm still willing to help you and to continue supporting you. But please, my name should be out of your mouth when you go to media. If you don't like me, don't talk about me. And again, I hope you are not being used, kwa sababu kuna politician ambaye amejitokeza na anaharibu jina langu kwa mtandao. Anatumia anything possible kuniharibia jina, which I don't know what's his interest, because I don't want the seat is fine unless you want to trigger me to also join the race. But I don't want to join the race. I'm working. Me, I want you to go and win. I want you to win, bro. Please. I'm sorry, sir. Kwa sababu mpaka Nairobi Gossip hii clip imewekwa ati mimi nakuomba pesa, bro. How? You can even talk to my dad, I'm sorry. I even talk to your father. Hello. Habari mzee? Nzuri sana. Unajua ulikuwa umenieleza nikampigia kijana hata sasa hivi ameingia unaongea naye akija tu nimwambia kuna jambo nataka nikueleze. Tafadhali mwambie vile nilikuelezea. Sasa hata bado alikuwa kwa meza ndio tunaongea naona. Vile nilikuelezea hiyo kuniharibia jina kuomba 200,000 mimi. Tulienda na wewe kwa gym mzee wangu. Tukafika pale nikamlipia. Nikafanya hivi vitu yote. Wakati niliona yeye Majembe anasupportiwa na almost Wakenya wote, hakuna mtu amejitokeza kusupport Mbavu Desire ambao ni kijana wako. Na nikajituma mzee. Yes. Lakini sasa yeye akienda kwa interview vizuri, hata wakati ulikutana naye gadi siku pale kushika mkono nikasema unafanya kitu ya maana. Na mimi nilijitolea kwa sababu ni kijana nataka grow, ajitoe kwa umaskini kwa sababu pia yeye lazima grow. Kijana yako kwa machoa kwa wakili na yule kijana mwenye alipata kama manager wake. Yani create hizo vitu hata wakati ulikuja yeye mwenyewe ndiye alikuwa ametuma hata kijana ile yeye ulipatia mara ya kwanza. Pia huyu kijana alifanya hata nyingine alipatia ikaonekana kwa mtandao. So ila kitu naomba mwambie tu when he goes out there
Mimi ni mtu ambaye ninaheshimika. Mimi ni mtu ambaye nakuanga straightforward. Na vitu zangu nafanyanga hadharani, anaziweka hata kwenye mtandao, watu wanatizama nikifanya. Sijai dhulumu mtu maishani na siwezi dhulumu mtu kwa sababu sitaki mtu aliye kwa jina yangu. Sasa asante sana. Pole nimewaharibia, mlikuwa mnakula sapa, but muambie tafadhali. Hiyo sasa mzee wangu, asante. Okay. So nilikuwa nataka ku clarify kwamba Mbafu Destroy amekuwa akitumia jina langu ati nimeomba 200,000. Ame clarify mwenyewe. Na pia I think Ninja, kuna politician ambaye amekuwa akirun campaign ya women rep kwamba Mosiri anataka women rep. Kuniharibia jina. This politician, he thinks I want a political seat and he doesn't know what I want. And I won't tell him what I want because I don't want anything as at now. I'll only keep quiet and work. So stop fearing, stop using na kwa mtu tu akiona mtu nimemsaidia, wanaingia wanamgeuza, wanaanza kumtumia kuniharibia jina. Anybody mwenye nimesaidia wanamtafuta. Nilisaidia mwalimu ambaye anaitwa Obama, wakamtafuta, wakaanza kumpeleka kwa Chang'aa, kwa Bombe, wakimrekodi. So mheshimiwa, nataka kuambia hivi, my brother, please stop fearing me. Go work for your people. Thank you.